Kwa kawaida kitu chochote ambacho kipo duniani tunasema kina asili, kwamba kila kitu kina chimbuko, kilianzia wapi, kinabidi kielede kwa jinsi gani, kadha na kadha. Sasa kwa bahati mbaya au bahati nzuri, sio kila kilichopo duniani kutokana na mazingira ama binadamu tulivyo, sio kila kilichopo duniani mambo kinaendana ama kinaishi kulingana na tunasema na asili yake. Ni kwa kutojua kulingana na experience ya maisha, changamoto tunazokutana nazo, masuala ya malezi, kwamba tunajikuta kuna namna tunaishi, tumetoka kwenye asili, tunaishi kwa experience tu, lakini sio asili yetu. Sasa kulingana hii changamoto nitakuletea tabia za mwanaume kiasili, yani kwa asili kiasili mwanaume inabidi awe na tabia gani, ambako leo tutakuja kuangalia tabia unaotajipima leo wanaume wako, kwamba hizo tabia za kiasili unaweza kuingia kwa kiambo gani. Kianza tabia kwanza. Tabia kwanza ya mwanaume inabidi uwe na uwezo wa kupenda. Na kiwalisia tunasema katika hii dunia kiumbe pekee ambacho kinajua nini maana ya kupenda ni mwanaume, kwa sababu kupenda sio swala hisia. Kupenda sometimes unabidi una maamuzi fulani ditafu ambayo unayofanya mtu anaweza kaona kama vile ni katili, lakini huko ndo kupenda kwenyewe. Ndio maana tunasema baba wengi wanaonekana ni katili, lakini kiwalisia baba ananipenda sana mtoto, baba anapenda sana. Na ukija kupima kwenye swala la kupenda, utampima wanaume kwenye kupenda katika engo tatu. Engo ya kwanza ni kuwa provider. Elimu wanaume kiasili na midwife provider. Ndio maana hapo wanawake wao wanashangaa, hivi unakuaje mwanaume anatua hela laki hakupa tu hela, yani hapo yeye hata asikii chochote au hana changamoto yoyote, ila kiwaliseni kwamba elimu hii ni asili yetu, tunabela kutokea ndani. Kwa hiyo the way I give you, I provide, na jifeel niko safe, najifeel vizuri. Dopamine kama wale wadawala watakuwa na tufahamu dopamine inazalishwa mimi nikitoa, nikiona okay uko na shida fulani umekwama, mimi nimetoa hela yangu ama nimetoa msaada wangu, katika kukoma kwako umepata haweni, basi mwanaume tunampima kwa kiasili. Kwa hiyo kama mwanaume si provider, nitimizi katika hali ya kupenda kwake inakuwa na changamoto. Kigezo kingine cha pili ambacho tunapima mwanaume katika engo ya kupenda ni kigezo cha kuwa protector. Ndoto bila mwanaume anagoda protect. Yaani hata kama wale tuliokulia mazingira nyumbani kijijini, kwamba kuna muda mpaka ndogo mtu wa kiume ni mdogo hapa na dadake mkubwa zaidi, ila unakuta akitaka kutuma dadake anamwambia nenda naye, yani kwamba tuna protect. Na sasa hivi ukija kuangalia asilimia kubwa hata kupanda kwenye pikipiki unakuja kugundua kwamba mwanaume akada kae nyuma. Lengo la kukaa nyuma ni kwamba ana protect. Mwanaume ni risk taker. Kwa kama mwanaume uwezo wa kumlinda, kuyalinda mazingira, kumlinda mke, kulinda familia, kulinda marafiki zake, kulinda popote anapo, kwani mwanaume inabidi unapokuwa mahali mazingira yanakuwa safe, familia inakuwa safe, kila kitu kinakuwa safe. Lakini kama mwanaume unaingia ofisini kila mtu atawanyika, yaani hawajifeel kama kuwa salama kama wako na wewe. Ukiingia sebuleni au ukiingia nyumbani watoto watakimbia nyumbani, like unaweza kusema real man, lakini kiwalisia sio hivyo. Mwanaume inabidi kuna namna uwe soft, kuna namna uwe tough. Kwa ukiona ni tough always kuna tatizo, ukiona ni soft always bado vile vile kuna tatizo. Vile vile mwanaume tunapimwa kwenye engo ya kupenda katika ile hali ya kusema kwamba unafanya vitu unajitoa kwa ajili ya vitu vingine. Hii tutakuwa mashini kwamba hata ukiwa labda driving, ukiwa safiri hapo umefika njiani gari yako imekuharibikia, niamini mimi ikitokea kapita wanaume 10 akapita mwanaume mmoja atakuja kusikia shida gani, hakujua huko amani naye. Ni kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya vitu, yani mwanaume kuwepo duniani ni kuifanya dunia kuwa sehemu salama na nzuri ya kuishi. Kwa hiyo akiona kitu chochote hakipo sawa, na sisi tulikuwa wapoza kuleta hapa duniani, kwamba sisi tulipokuja hapa duniani tuliambiwa lead, tuongoze, kuwa kiongozi, kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Ni either kwa kutaka ama kwa kutotaka. Wewe unajikuta tu unaona like unaweza kumpita bodaboda kwa kama ukarudi hivyo kama wewe unashangaa, au kama umeshaikuona wanawake wengi wanakuga na huruma, lakini kiwalisia kupenda inakuwa ni ngumu. Unaweza kukata ukayepo ndala alafu akaingia mwanamke mwenzao na ujauzito na wasipikishe kabisa, ila mwanaume anamfikisha na kaa, na ikitokea mfano kama gari zima mgumu kumpisha na ikitokea akapata traffic, mwanamke anaonekana waliomo mle ndani wanaweza kuwa wanalia, imetokea nini, wanazua taharuki. Lakini kiwalisia uhibidi wampishe, ili kwa kuwa wenyewe kupenda ni ngumu, wanawake kupenda ni ngumu.
hapo yani like anachukua vitu hizi lakini anauma, lakini kupenda ndio maana tunasema kupenda mwanaume you must love. Kwa mwanaume kama unakaa hapo tuetiwe moyo, upendwe, uombewe, kiasili unakukataa. Yani kiasili kwamba bado kuna ego fulani ya kupenda inakuwa inapoa changamoto. Tukiachana na tabia moja ya kupenda kiasili mwanaume ambao kiasili ni kupenda, nyingine mwanaume inabidi uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu kwa njia gani? Kwa njia moja wapo hapa. Mwanaume inabidi ujikubali, uspeak life. Yani akubali hali yako ulionayo kiwalisia kwa sasa. Kubali mimi niko hivi na nitaendelea kwa hivi, na kama Mungu akipenda kwa kulingana na mipango yangu nitamove. Tunaona sasa hivi boys wengi wana fake life, wana fake, anatembea na kufungua gari, tuadisi ana gari. Yani mwenyewe jibali kuanzia ndani. Unajua ubaya kutojikubali ni kwamba unaweza kuishi kwenye maisha kufeki muda mrefu sana na usiweze kufanikiwa kumove kutoka kwenye point moja kwenda point nyingine. Hiyo ndio ubaya kufeki. Ubaya kufeki ni kwamba unatipa position ama title ambayo you don't deserve. Na kuishi uhalisia sio kusema unayapenda maisha. No, ni ile unayakubali ya maisha, unaamini haya ni maisha nayapitia sasa hivi, ila kwa muda mwingine yatakuwa bora au improve. Umeona? Sio kusema kwamba usio fake kwamba ndo umekubaliana na maisha. No, don't fake mwanaume. Na kiuhalisia kama mwanamke anashindwa kukubali vile ulivyo bila kufake, ni dalili ama ni kigezo moja wako cha kuonyesha kwamba mwanamke haqualify kuwa na wewe. Kwa hiyo usipeke maisha hivi mimi friend akukubali akuone nini. Unajua maisha uzuri ni kwamba mtu anapotafuta data man anazaga without money, without support, without connection. Yani ni yeye just me as me. So pale unasema unapataga wasaidizi, helpers wanakuja kukuta vile ulipo. The way una fake maisha, the way hata kusaidia na shindo wanakuweka kwenye vyamo vya wewe mwenyewe, kiuhalisia bado haujafika hiyo kigezo cha kwanza cha kufake. Kigezo cha pili ni ile hali ya mwanaume kusema anachoweza kutenda na kutenda anachoweza kusema. Si wale wanaume ukimsikiliza unakuta na mipango mizuri, ana vitu vizuri kweli, unasema yeah this man, lakini ukija kwenye uhalisia kutenda matendo yake yanakuwa tofauti na vile unavyosema. Yani tunasema kwamba unakuta mtu ana mawazo ya kufanikiwa ila matendo ya kuwa maskini. Ukimsikiliza serious, yani ana vision, unasema kijana zogo hapa, huyu ndio kijana mwamba huyo hapa ataka pale. Hilo kija kwenye tabia zake sasa inakuwa changamoto. Na kwa bahati mbaya ni kwamba asilimia kubwa kuja kufanikiwa tunakupima kwenye tabia zako, the way unaenenda. Ni kwamba mtu yote asiyokuwa na mawazo na mipango mikubwa kia tabia njema anaweza kufanikiwa kafika mbali kuliko yule mtu mwenye mipango na tabia hana. Hicho ni kigezo cha pili kwenye engo ya kuwa mwaminifu. Kigezo cha tatu kwenye engo ya kuwa mwaminifu ni kuto cheat bebe. Mwanaume unakuwa na wanawake kibao, the way tunasema ni fashion like, lakini kwa uhalisia kama mwanaume una vision, unataka kufika mbali, hiyo habari za kubadilisha unakita itimizi, kuna namna tunakusoma ujielewe kwamba unajaa sex. Na kiuhalisia mwanaume yote ambaye asiweza kumudu hisia zake ni mwanaume ambaye hata aende afanikiwe kufika state plan, kudondoka na kurudi chini kabisa ni simple sana, kwa sababu the way unapambana afu ni dhaifu kwenye hiyo engo ya kutumia nguvu zako za kiume, the way dunia ikitaka kuangusha ama shetani akitaka kuangusha ama mtu yeyote akitaka kuangusha atatumia hiyo trick na utadondoka chini. Tumeona watu wengi wamekuwa kwa wengine wanaenda magerezani kama iko. Ukishakuwa na ukishakosa na ule uwezo wa kuzimudu hisia zako, ukaza ukichikichi wanawake tofauti, itimizi kwa kwenye uhalisia au wasilo mwanaume unapotea, kwa sababu mwanaume ana uwezo kuzilinda na kuzikontrol hisia zake labda kama umezindiketa. Kigezo cha mwisho ambacho ni sifa ya tatu ya mwanaume kiasili ni ile hali ambayo ni uwezo wa mwanaume kuzimudu na kuwa vizuri kiuchumi. Kuzimudu hisia zako na kuwa vizuri kiuchumi ndio kigezo cha tatu cha mwanaume kiasili, tabia ya mwanaume. Kwamba mwanaume ukiwa unajaa sana kufanya mapenzi, unajaa sana kupendwa, unajaa sana ya vitu mbalimbali vinakutoa kwenye ule ustahimilivu, ile asili kamili ya mwanaume. So kwamba mwanaume inatakiwa uhakikishe kitu yuko vizuri na unaweza kuzimudu hisia zako. So unakuwa mwanaume like
ukiona yani inapokuja hapa kufanya mapenzi unatetemeka, yani unashindwa ufanye nini, unastaki, yani kila kitu kina shout down mpaka upate sex ndio urudi kwenye hali yako ya kawaida. Hiyo inakuwa ni tatizo lingine hapo. Kipengele kingine ni kwamba kiuhalisia, kama inafika stage ambayo mwanaume labda unakuta mwenzi wako yuko kwenye kile kipindi tunasema labda Simba na Yanga anacheza, lakini unaforce, unaona hiyo sio kigezo cha kukosa cha kitu. Hiyo ni ishara tosha kwamba you are losing yourself, kama kuna mahali kuna shida, mahali wanaume wako unatetereka. Kwa kiuhalisia mwanamke, ili hiyo combination nzuri kati ya mwanamke na mwanaume, tunasema hivi, mwanaume inabidi uwe strong emotionally and economically, upate mwanamke ambaye ana mahitaji madogo emotionally and economically, kwamba ukiwa vizuri kiuchumi, ukipata mwanamke ambaye hahitaji mahitaji makubwa kiuchumi, una bond, anakuwa kumizi sana, ushabu sana kupata ile inmuendesha, kwa sababu kiwango chako cha kiuchumi kinaendana naye. Ukiwa stable emotional, ukakutana na mwanamke utaweza kumlinda, kwa sababu obvious we know men is sex. Ila ukiwa na ile hali ya kuelewa sasa hivi uko kipindi gani niweze kumaintain, niweze kuvumilia, hapo bond ya mwanamke na mwanaume inazidi kuwa imara. Sasa changamoto iliyopo sasa hizi ni kwamba sometimes hata wanawake wenyewe wanajaa ya sex. Unamkuta mwanamke mwenyewe shachanganyikiwa huko, mwanamke ashavurugwa, anataka kusema rahisi, ukitaka kunipenda mimi nifanyie hivi. Tuwalisie kila mwanaume katika hizi njia anaweza kupenda, ila tuwalisie tukienda mbele na kitu kirudi nyuma, kwamba kila mwanaume ana asili yake ya kupenda. Kwa hiyo ikiwa tu unapenda kulingana kulingana na matako ya mtu fulani, ni kwamba utajikuta unafanya ile kitu kwa muda mrefu, ila kuna mahali utakwama, kwa sababu sio namna yako kupenda. Na itoshe kusema kwamba ukikutana na saidi tuko kwenye dunia ambayo ina support sana wanawake, dunia inampawa sana wanawake, wamekosa hivi wamekosa hivi, wana uwezo mkubwa kiuchumi, wana mamlaka. Unakuta wanawake sasa hivi wanatoa timu za mpira, wanajua aina za magari, wanajua, yani hauna kitu kingine cha kumdhamini mwanamke. Ana connection na polisi, RGP, ana connection na hakimu, ana connection, ana each. Ukikuta na mwanamke kakuzidi kila kitu, kama mwanaume ukikuta na mwanamke kakuzidi kila kitu, akisha umemzidi katika kitu kimoja ambacho ni vision. Ili mwanamke asamiti kwako, inatakiwa uwe mzidi kitu kikubwa ambacho inaonyesha direction ya kule unakoelekea. Mwanamke asamiti kwa sababu ni mwanaume, ila mwanamke anasamiti kwa sababu ameona ndani yako kuna kitu kikubwa ambacho kitawafikisha mahali. So ukikosa vision, utashindwa kuendana na wanawake bwana jielewa. Hakikisha una vision, ukikutana na mwanamke pale ana vitu vingi, kapozidi vitu vingi, ukuta mwanamke kapozidi paka zapo, shtuka bro. Asante.